Yafuatayo ni majibizano katika kesi ya mawakili wa Mheshimiwa Tundu Lissu dhidi ya mkuu wa magereza leo Julai 21 mwaka 2026, ambapo huu ni mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika siku ya jana. Kwa hiyo hapa nitakuwa nikisoma kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendeleza na hayo majibizano ambayo yamekuwa kiendelea mahakamani. Leo Mheshimiwa Lissu anaendelea kuhoji mawakili wake, ambapo anamhoji wakili Paul Kisabu. Mheshimiwa Lissu, nitakuuliza maswali kuanzia tarehe 16 ya mwezi wa 6 mpaka Novemba 15. Tarehe 16 ya mwezi wa 6 pale Kisutu nilalamika kuhusu mawasiliano yangu na mawakili wangu, wakili Kisabu. Ni kweli? Na ukasema umetuondoa kazini. Mheshimiwa Lissu, baada ya hapo taratibu wa mawasiliano ulibadilika? Wakili Kisabu: ni kweli Mheshimiwa Lissu, utaratibu ulibadilika na tukawa tunazungumza kwenye admission office. Wakili Kisabu: ndio, na walikuwa wanatusikiliza. Mheshimiwa Tundu Lissu: kwenye kiti cha wakili anachokaa pale admission kuna askari anapiga type anaandika, na wengine wengi wanaandika humo ndani, na inspector mwingine wa sheria na mwingine wa usalama. Wakili Kisabu: ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu: na kule kwenye kile chumba cha awali tunachoongea na simu, ni kweli wanakusimamia na kusikia wanachoongea kwenye hiyo simu? Wakili Kisabu: ni kweli. Mheshimiwa Lissu: kuna CCTV kamera hapo kwenye kale kachumba? Wakili Kisabu: ni kweli. Mheshimiwa Lissu: na turudi kwenye admission office, napo pia CCTV zipo? Wakili Kisabu: ni kweli zipo. Mheshimiwa Lissu: je, unapozungumza na mteja wako kuna usiri wowote? Wakili Kisabu: hakuna usiri, maana wanawasikiliza na kutusimamia kwa kila kitu. Mheshimiwa Lissu: soma kanuni ya 33 kifungu cha kwanza ya kanuni za magereza. Je, kwa kanuni hiyo utaratibu unaotumika kunisimamia mimi, kama huo utaratibu ni wa wafungwa wa kifo au wafungwa wengine wa kawaida? Wakili Kisabu: ni utaratibu wa wafungwa waliohukumiwa kifo, sio mtu kama wewe. Mheshimiwa Lissu: soma sheria ya magereza na kanuni zake. Je, mahabusu kama mimi anaruhusiwa kusimamiwa hivyo kama ninavyosimamiwa mimi? Wakili Kisabu: hakuna mahali kokote naruhusiwa kwenye sheria. Mheshimiwa Lissu: baada ya tarehe 15 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 utaratibu ulibadilika kutoka admission office kwa naibu mkuu wa gereza, ofisi ambayo yupo pia mtu wa usalama wa gereza? Wakili Kisabu: haswa ilikuwa hivyo. Mheshimiwa Lissu: ofisi ya mkuu wa jela tumekutana mara ngapi ukazungumza na mimi? Wakili Kisabu: zaidi ya mara 3. Mheshimiwa Lissu: tulipofanya kwa mkuu wa gereza tulikuwa peke yetu? Wakili Kisabu: alikuwa kwenye gereza, alikuwepo mkuu wa gereza, walinzi wako na maaskari wengine wanajaa mle. Mheshimiwa Lissu: ni kweli hujawahi kupima ukubwa wa ofisi ya mkuu wa gereza? Wakili Kisabu: sijawahi kupima. Mheshimiwa Lissu: je, sasa kuna uwezekano wa kusikia na kutokusikia tunachoongea? Wakili Kisabu: lazima tusikie, wametusikia mara zote. Mheshimiwa Lissu: kwa nini unasema wanatusikia? Wakili Kisabu: kwanza wako karibu na sisi, chumba ni kidogo, kuna muda tukicheka wanacheka na kuna muda tukisikitika na wao wanasikitika, maana yake wanatofuatilia, kicheko kwa mbali kinatokea. Mheshimiwa Lissu: sasa kule kwa naibu mkuu wa gereza kukoje? Wakili Kisabu: na kwenyewe walikuwa wanajazana na kusikiliza kila kitu, kulikuwa hakuna faragha kabisa. Mheshimiwa Lissu: tuzungumze mabadilishano ya nyaraka. Ni kweli mmeniletea nyaraka mbalimbali kuhusu kesi inayonikabili mahakama kuu? Wakili Kisabu: ni kweli, lakini kabla hatujakupa wanazichukua na kuzisoma. Mheshimiwa Lissu: na hadi unapoondoka huwa bado wako nazo wao? Wakili Kisabu: ni sahihi. Mheshimiwa Lissu: ni kweli mara nyingi nimewalalamikia kuwa sipati hizo nyaraka mara nyingine? Wakili Kisabu: mara nyingi sana. Umelalamika hata ile hotuba ya Jaji Chande kuhusu ripoti ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 hujapata hadi leo. Mheshimiwa Lissu: unafahamu kama mawakili wa serikali walisema mahakamani wanataka kuongeza ushahidi kuniunganisha na matukio ya Oktoba 29? Wakili Kisabu: ni kweli, na nyaraka ile nilikuletea ujiandae na utetezi. Mheshimiwa Lissu: ni kweli, mwezi uliopita uliniletea nyaraka kutoka Umoja wa Mataifa ikisema niachiliwe
kwa kesi hii? Wakili Kisabo: ni sahihi, nilikuletea, lakini admission office alichukua kaisoma na kuwapa wengine, na baada ya hapo wakasema hatuwezi kuruhusu umpatie Tundu Lissu hii nyaraka. Jaji: unasema mwenyekiti wa kikao, unamaanisha nini? Wakili Kisabo: ni mtu aliyekuwa anasimamia yale mazungumzo yetu, Mheshimiwa Lissu. Sasa katika ofisi hiyo ya naibu mkuu wa gereza kuna uwezekano wa kuzungumza bila kusikilizwa, upo kweli? Wakili Kisabo: huo uwezekano haupo kabisa, Mheshimiwa Lissu. Kesi yangu ya uhaini imeendeshwa kwenye chumba hiki cha mahakama. Wakili Kisabo: ni kweli, Mheshimiwa Lissu, na kila inapoletwa na kwamba hata mara moja nimewahi kuruhusiwa kuja kuniona huko lock up. Wakili Kisabo: huwa tunazuiwa kabisa, Mheshimiwa Lissu. Je, hapa mahakamani mmewahi kuruhusiwa kunipa nyaraka yoyote? Wakili Kisabo: huwa wanazichukua hao maaskari magereza hata kama ni mbele ya jaji. Mheshimiwa Lissu: ilikuwaje ulipotaka kunipa uamuzi wa jaji Mkwizu kuhusu malalamiko yangu ya kutokupewa haki zangu? Wakili Kisabo: walipokonya hawakukupatia, Mheshimiwa Lissu. Vipi unasemaje kuhusu utendaji kazi wa mkuu wa gereza? Wakili Kisabo: haufuati sheria kabisa, anajamulia tu. Mheshimiwa Lissu: jaji Mkwizu alitoa amri kuwa utaratibu wa sheria ufuate, lakini amri hiyo imepuuzwa. Wakili Kisabo: ni kweli kabisa, Mheshimiwa Lissu, na nyinyi mawakili nilalamika sana toka Kisutu pia. Wakili Kisabo: ni sahihi kabisa, Mheshimiwa Lissu, ni kweli kikosi kazi cha Umoja wa Mataifa kinasema mawasiliano kati yangu na mawakili wangu heshimiwe. Wakili Kisabo: imesema hivyo, lakini halijawahi kuzingatiwa na hawa mapolisi. Mheshimiwa Lissu: je, mmekosea kuja kulalamika mambo haya? Wakili Kisabo: mahakama hii ya kikatiba ndio eneo sahihi kabisa. Wakili wa Lissu: ni kweli mahakama hii ina ushahidi mwingi kuhusu jambo hili ukiachana na ushahidi wangu na ushahidi wenu? Wakili Kisabo: ni sahihi kabisa, maana mambo mengine yametokea mbele ya mahakama hii. Kuna pia nyaraka za mwenendo wa mashauri yaliyopo hapa. Hicho ndicho ambacho kinaendelea, kwa maana ya mazungumzo ambayo yanaendelea kwenye kesi ya Tundu Lissu. Endelea kukaa karibu na channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi, na usiache kusubscribe.